Kwa nafasi nyingine, ujumbe niliopokea ni kwamba wale wa misionari waliopeleka injili, neno la Mungu, dini duniani kote, walipeleka vitu ambavyo ni pungufu. Kulingana Yesu alipozaliwa mpaka naondoka, kipindi ni kirefu mno, mpaka teknolojia iweze kupanda mpaka kufika hatua ya kusafiri duniani, usafiri wa majini mpaka Afrika, mpaka popote pale, ni kipindi kirefu zaidi ya miaka 1000. Kwa hiyo katika hali ya ujumbe, neno la Mungu inaonekana ni hatua ndefu, ujumbe au kuweza kufika kama ulivyokuwa umetolewa mara ya kwanza. Katika nafasi hiyo, Yesu alipozaliwa akaanza huduma, mitume waliuawa. Baada ya mitume kuuawa, yule mfalme Konstantini wa Rumi alifanikiwa kuua Kristo milioni 68. Baada ya miaka 335 ukainuka uamsho. Baada ya nchi kuwa giza, huduma ikawa imefutika, yani ikawa imefutika katika udhaifu wote, ikawa imefutika, ikaonekana kuanza upya uamsho. Pale mtaa Azusa Marekani ukainuka uamsho kwa ajili kwa vipawa mbalimbali vikainuka, neno la Mungu likawa limeingiliwa. Baada hapo, kulingana na udhaifu wa yule mfalme Konstantini na ile itikadi zake za dini na imani yake na Mungu, jua taratibu ya imani ilivyokuwa ya kipagani, akaingiza kwenye kazi ya Mungu ambayo kwenye neno la Mungu akawa ameharibu na kuingiza, kama itakuwa nimefafanua, kuingiza ubatizo wa maji machache na nini na kutengeneza sakramento na nini. Baada hapo Mungu ikaonekana kwamba atume roho zingine katika nchi duniani kwa ajili ya matengenezo ya kanisa, ndio nyakati 7 za kanisa. Kwa hiyo zile nyakati za 7 za kanisa ndio sababu ya Rumi kuingiza, kuonekana udhaifu alivyoingiza. Mungu akibidi ainue watu vile vile, wainuke kutoka mle, watoe sababu mbalimbali, wapingane na hiyo, watoke waanzishe kwa ajili ya kuweka neno la Mungu sawa. Lakini baada ya hapo Rumi ikaendelea na itikadi zake mama kanisa. Baadaye, baada ya wale viongozi kufa, wale waliokuwa tayari, zile roho ambazo zilitumwa duniani kwa ajili ya matengenezo, wale walikuwa wameinuka. Kwa mfano tuseme Martin Luther King, Columba, Ireneo Rusa na John Wesley, walirudi wakajiunga tena katika itikadi na Roman Catholic, wakajiunga na Rumi. Kwa hiyo ule ujumbe uliokuja kutufikia huku upande wa mataifa ambao ni Afrika, wapi wa Amerika yote, ulikuja kuzunguka kule mbalimbali, walipokea baada ya kuanzisha tena, wakaandika vitabu, wakatengeneza, wakasuluhisha kutengeneza ili vitabu kwa kuimarisha, ambao tayari ile imani imeshaingiliwa, wameshaingiza upotofu, na baada ya mitume kuwaua wameanza tena upya, wakaingiza kile kitu ambacho wameshachanganya na Romani na nini, itikadi za Mungu na ile neno la Mungu ambalo alijagoshiwa likawa limeendelea kuharibika. Kwa hiyo ndio tukaje tumepokea uharibifu wa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, mwenye dhehebu lolote lile mpaka sasa, usijiamini sana kwamba ile dhehebu dini yako ulio nayo. Nitaenda kufafanua sawa sawa neno la Mungu, ili usiamini sana kwamba kusimamia upande mmoja wa dini yako. Usimamie sehemu mbili, ujue kwamba ujumbe nitakaotoa kwa ajili ya usuluhisho, kuweka kitu sawa sawa neno la Mungu, usije ukajikuta unashindwa kuama. Kwa hiyo simama vizuri, kama ni kuama uame, kuendelea ni nafasi yako, lakini neno la Mungu limetamka hivyo kwamba ujumbe uliopokelewa ni upotofu. Kwa hiyo nitafafanua tena baada ya hapa. Mungu akubariki.